Miaka 16 iliyopita, msichana mdogo aitwaye Eva akiwa na umri wa miaka 17 alijifungua mtoto wa kiume kwa siri baada ya kubakwa na mwanaume asiyejulikana wakati wa kazi ya ndani. Kwa hofu na aibu, alimtelekeza mtoto huyo karibu na kanisa dogo mtaani. Mtoto huyo alichukuliwa na kituo cha kulelea watoto yatima, wakamuita Jasper. Eva aliendelea na maisha, akasafiri, akasoma, na baadaye kuwa mfadhili wa vituo vya watoto yatima bila kujua kuwa mmoja wa watoto hao ni damu yake. Siku moja, akiwa kwenye shughuli za kujitolea, Eva aliingia kituo kimoja kilichokuwa karibu kufungwa. Hapo alimkuta kijana mweusi, mwenye macho ya huzuni na akili ya ajabu. Jina lake, Jasper. Kitu cha ajabu kilimvuta kwake. Alihisi maumivu ya aina fulani yasiyoeleweka kila alipomtazama. Eva alianza kumlipia masomo, kumpeleka hospitali, kumtafutia makazi bora. Jasper akamuita Mama Eva bila kujua maana ya jina hilo. Miaka ikapita. Jasper akakomaa, lakini kila alipouliza kuhusu wazazi wake wa kweli, hapakuwa na jibu. Hadi siku moja alipougua ghafla na alihitaji damu ya dharura. Eva alijitolea, lakini daktari aliporudi na taarifa, alitumia maneno ambayo yalimgandisha moyo. Hii si damu ya kawaida. Ninyi wawili mna uhusiano wa karibu sana, kama mama na mwana. Eva alizimia. Alipoamka, alikumbuka kila kitu: usiku ule, maumivu, na yule mtoto aliyeacha mbele ya kanisa. Jasper alikuwa ni mtoto wake. Hakuweza kumwambia mara moja. Alianza kuandika barua, kutoa zawadi za kipekee, kumtunza kwa bidii isiyo ya kawaida. Lakini Jasper alianza kuhisi tofauti. Akajiuliza, kwa nini huyu mama wa watu amenielekezea upendo wa aina hii? Kwa nini macho yake hujaa maji nikimsema mama yangu? Baada ya miezi kadhaa ya ukimya, Jasper alianza kuchunguza. Aligundua picha ya zamani ya Eva akiwa na tumbo la ujauzito, tarehe ikifanana na mwaka wake wa kuzaliwa. Akapitia kumbukumbu za kituo na akaona jina la mwanamke mmoja aliyetelekeza mtoto, Joseph. Kwa hasira na maumivu, alienda kumkabili Eva. Eva alilia, akamwambia, nilikupoteza kwa sababu ya hofu. Sikuweza kulinda kilicho bora kwangu, lakini Mungu alikurudisha kwangu kupitia njia niliyodhani ni huduma tu. Lakini Jasper hakuweza kusamehe mara moja. Aliamua kuondoka, akasafiri kwenda mbali. Sasa Eva huandika kila siku barua moja kwa Jasper. Kila barua huisha kwa maneno haya: nilikutupa nikiwa Eva, nakupenda nikiwa mama. Jasper husoma barua hizo kimya kimya, na moyo wake huwa kwenye vita ya hasira, upendo na msamaha. Jasper aliondoka bila kuaga rasmi. Alisafiri hadi mji wa Morogoro, akajiunga na kikundi cha vijana waliokuwa wakijitolea kusaidia watoto wa mitaani. Akiwa huko alijaribu kusahau, lakini kila mtoto aliyemkumbatia alimwamsha kumbukumbu ya Eva. Aliyeniumiza ndiye aliniokoa. Namtupie hukumu au nimwone huruma, Jasper aliwaza kila usiku. Eva alizama kwenye huzuni, hakuweza kula vizuri, kazi zikamshinda, marafiki wakaanza kumwacha polepole. Kila siku aliandika barua kwa Jasper, lakini hazikujibiwa. Alianzisha shirika la kusaidia wasichana waliopata mimba za ghafla, akilitaja kwa jina la mtoto wake, Jasper Foundation. Kwa kila mtoto aliyeokolewa, Eva aliona ni kama fidia ya kosa lake.
Baada ya miezi miwili, Jasper alipokea barua ya 27 toka kwa Eva. Ndani yake, Eva aliambatanisha picha ya mguu wake na Jasper akiwa mchanga, picha pekee aliyokuwa nayo tangu siku alivyomuacha.